ukurasa wa gazeti la Taifa Leo, taarifa kuu bado ni taarifa zake Edwin Sifuna. Mwandishi anasemaje? Anasema kwamba Sifuna aka ngumu. Hicho ndicho kichwa ambacho mwandishi amelipa gazeti hili la Taifa Leo, kwamba Sifuna aka ngumu. Pale mwandishi anasema kwamba Sifuna anasema kuwa si banduki ng'o. Hicho kichwa kingine kiko pale juu ya picha aliyochapisha pale mwandishi wa gazeti hili la Taifa Leo. Pale ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Leo ni kwamba seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amepiga vikali uamuzi wa kamati kuu ya kitaifa NEC ya chama cha Orange Democratic Movement ODM wa kumng'oa katika wadhifa wa katibu mkuu, akisisitiza bado ndiye kiongozi halali aliyechaguliwa kushikilia wadhifa huo. Jana mahakama inayotatua mizozo katika vyama vya kisiasa ilizima kutimuliwa kwake na ikazuia msajili wa vyama kuchapisha kuondolewa kwake hadi kesi iliyowasilishwa itakapoamuliwa. Huo ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Leo kuhusiana na huyu Edwin Sifuna ambaye hapo jana aliweza kutoa hotuba yake akielezea kwamba haondoki katika wadhifa wake, manake kuondolewa kwake hakukufuata kanuni pamoja na katiba ya chama cha ODM. Baada ya kuzungumza hayo, pia mahakama iliweza kusimamisha hatua za kumuondoa Edwin Sifuna, ikielezea kwamba itaweza kuchunguza ili kusuluhisha migogoro ndani ya chama hicho cha ODM. Hii ni mahakama ambayo inasimamia masuala ya kusuluhisha migogoro ndani ya vyama vya kisiasa. Kwa hiyo imeweza kuzuia kutimuliwa kwake Edwin Sifuna kwa muda sasa, hata baada ya Sifuna kuzungumza hapo jana akisema kwamba kanuni hazikufuatwa ili yeye aondolewe mamlakani. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Leo, na ni taarifa ambayo pia vile vile imezungumziwa katika magazeti mengi ya hapo nyuma tuliokuwa tukiangazia. Pale siku moja tu baada ya kutemwa kwa kama katibu mkuu wa ODM, mahakama yampa afueni kwa kubatilisha uamuzi wa NEC. Kwa hivyo uamuzi huo wa NEC ikiwa ni chama au ikiwa ni kamati kuu ya kitaifa ya chama cha ODM iliweza kuamua Edwin Sifuna akaweze kuondoka katika wadhifa huo wa ukatibu mkuu wa chama cha ODM. Basi uamuzi huo umeweza kubatilishwa na hii mahakama ambayo inasimamia utendakazi wa vyama vya kisiasa nchini na kusuluhisha migogoro ndani ya vyama vya kisiasa. Kwa hivyo taarifa hiyo utaipata ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Leo. Taarifa nyingine ni kwamba Winnie akaidi Oburu aunga seneta Sifuna. Mwanawe Raila Odinga ajiunga na Sifuna na waasi wengine wa ODM katika mkutano wa wanahabari jijini Nairobi. Ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Leo na taarifa hiyo kwa kina kuhusiana na je, ni msomo upi au ni nini kinachoendelea baina ya Winnie Odinga pamoja na Oburu Odinga ambaye ni hayati au ambaye ni kakake hayati Raila Odinga. Kwa hivyo Winnie hapo jana alionekana kusimama na Edwin Sifuna kwa yale au ile hotuba aliyokuwa akitoa Sifuna, huku akikosa kushirikiana kwa karibu na Oburu Odinga ambaye kwa sasa ni kinara wa chama cha ODM. Kwa hivyo ni taarifa ambazo utazipata ukurasa wa pili wa gazeti la Taifa Leo zikielezewa kwa kina. Taarifa nyingine mtazamaji ni kwamba Kanja ahidi kukamata magavana. IG Kanja ameonya magavana wanaopuuza kamati za seneti atawanasa. Ukurasa wa tatu kuna taarifa hiyo kamilifu kuhusiana na magavana ambao upuuza pale ambapo wanaitwa na kamati za seneti ili kuhojiwa. Kwa hivyo amesema atawakamata na atawachukulia hatua kali za kisheria. Taarifa nyingine mtazamaji ni kwamba koti yafuta sehemu ya sheria polisi kutumia vibaya. Mahakama Kuu imefuta kifungu cha sheria ya kanuni ya adhabu ikisema kuwa kinakiuka katiba. Ukurasa wa 4 basi utaipata taarifa hiyo kamilifu katika ukurasa huu wa gazeti la Taifa Leo. Mtazamaji, taarifa nyingine ni taarifa za spoti. Sasa ukurasa wa 20 ambapo mwandishi anasema kwamba Man City Arsenal ni hapa kwa hapa. Kivumbi cha ligi kuu ya Uingereza cha chacha baada ya ushindi wa Man City dhidi ya Fulham. Mtazamaji, kumbuka pia hapo jana Arsenal iliweza kutoka sare ya goli 1-1 na timu ya Brentford, hali ambayo inazidi kuleta msukosuko ndani ya timu hii
ya Arsenali ambayo imefuatwa kwa ukaribu zaidi na Manchester City ambayo iko katika nambari ya pili katika ligi kuu nchini Uingereza. Kwa hivyo taarifa hizo na zingine nyingi za sporting utazipata ukurasa wa 20 wa gazeti la Taifa Leo. Mtazamaji, kufikia hapo basi ndio nafika mwisho wa uchambuzi wa nakala za magazeti kwa ni siku ya 13 ndani ya mwezi Februari mwaka 2026. Mtazamaji, kumbuka kwamba kila siku ya tarehe 13 mwezi Februari ni siku ambayo ulimwengu unaadhimisha siku ya redio duniani. Kwa hivyo kama mtazamaji wetu wa runinga hii ya TPM, labda unazungumzia vipi kutokana na safari ya redio duniani? Kwa hivyo ni siku ambayo ulimwengu unaadhimisha siku ya redio duniani. Kwa hivyo ni pongezi tu kwa wale ambao ni washikadau pamoja na wenzetu ambao wameweza kutia bidii zaidi kuhakikisha kwamba redio zote katika taifa la Kenya na ulimwengu mzima zinasimama imara kwa kupeperusha vipindi pamoja na kupeana mwelekeo ulio bora. Kwa hivyo ni siku ya redio duniani. Kufikia hapo basi nahitimisha uchambuzi wa nakala za magazeti. Tumekuwa na magazeti matano ya humu nchini: gazeti la The Standard, gazeti la Taifa Leo hili, gazeti la People Daily, gazeti la Daily Nation pamoja na gazeti la The Star. Hayo ni magazeti ya humu nchini ambayo huzungumzia taarifa mbalimbali zikiwemo taarifa hizi za kisiasa, taarifa za michezo, taarifa za kibiashara, taarifa za kiuchumi, miongoni mwa taarifa zingine zote hujumuishwa katika kurasa hizo za magazeti.